Katika maisha, utajiri hauonekani kwa mavazi wala magari, bali kwa moyo wa mtu. Hii ni hadithi ya bilionea mmoja aliyesimama kando ya barabara, akakaa chini na kula ugali na sukuma wiki pamoja na watu wa kawaida. Mandhari ya kwanza, gari lililosimama ghafla. Jua la mchana lilikuwa kali, likichoma barabara ya vumbi iliyokatiza mashamba makavu. Gari jeupe la kifahari, aina ambayo haionekani mara nyingi maeneo ya vijijini, lilipunguza mwendo kisha likasimama ghafla kando ya barabara. Ndani ya gari hilo alikuwepo Bwana Malik, mwanaume wa makamu, mwenye macho tulivu lakini aliyobeba historia ndefu ya maisha. Hakukuwa na walinzi, hakuna kelele za simu wala msafara wa magari, ni yeye tu na ukimya. Alishuka taratibu, akanyoosha miguu yake iliyokuwa imezoea mazulia ya ofisi na sakafu za hoteli za nyota tano. Upepo wa vumbi ulimpiga usoni, ukimrudisha katika uhalisia aliyokuwa ameusahau kwa miaka mingi. Alitazama barabara iliyo mbele yake, ikijipinda kama maisha yenyewe, yenye kupanda na kushuka. Kwa mbali, aliona watu wakitembea, wakibeba mizigo vichwani, wengine wakipanda pikipiki zilizochakaa. Hakuna aliyejua kuwa mwanaume aliyesimama pale alikuwa bilionea. Kwao, alikuwa msafiri mwingine tu aliyepata tatizo la gari. Lakini kwa Bwana Malik, kusimama pale haikuwa ajali, ilikuwa mwanzo wa kumbukumbu zingembadili siku hiyo yote. Mandhari ya pili, harufu ya ugali na sukuma wiki. Bwana Malik alipovuta pumzi ndefu, harufu nzito ya chakula cha nyumbani ilimgonga moja kwa moja. Ilikuwa ni harufu ya ugali moto na sukuma wiki iliyochanganyika na moshi wa kuni. Harufu hiyo ilimvuta kama nguvu isiyoonekana, ikamwelekeza kwenye kibanda kidogo cha mbao kilichokuwa kando ya barabara. Ndani ya kibanda hicho alikuwepo mama mmoja wa makamu, amevaa hanga iliyofifia rangi, akikoroga sufuria kubwa kwa kijiti cha mbao. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini mikono yake ilifanya kazi kwa uzoefu wa miaka mingi. Kila mara alipogeuza ugali, mvuli ulipanda juu, ukitawanyika hewani. Bwana Malik alisimama kidogo, akitazama kama mtu aliyekuwa anaota. Harufu hiyo ilimrudisha miaka mingi nyuma, alipokuwa kijana maskini aliyekula chakula kama hiki baada ya kazi nzito ya siku nzima. Alikumbuka kukaa chini, kula kwa mikono, bila kujali kesho. Watu waliokuwa karibu na kibanda walimtazama kwa mshangao. Suti yake ilikuwa safi sana kwa mahali pale. Saa yake iling'aa jua likigonga. Lakini macho yake hayakuwa ya majivuno, yalikuwa ya mtu aliyepata kitu alichokikosa kwa muda mrefu sana. Mandhari ya tatu, macho ya watu. Bwana Malik alivyokaribia kibanda, macho mengi yalimfuata. Wanaume waliokuwa wakila walinyamaza. Wanawake waliokuwa wakipita waliinua nyusi. Watoto walitazama kwa udadisi. Kulikuwa na tofauti kubwa kati ya muonekano wake na mazingira yaliyomzunguka. Nani huyu? Mmoja alinong'ona. Huenda amepotea, mwingine akasema kwa sauti ya chini. Bwana Malik alisikia maneno hayo, lakini hakuyajali. Alikuwa amezoea kutazamwa, lakini kwa kawaida ilikuwa katika mikutano mikubwa, si kwenye kibanda cha barabarani. Hapa macho hayakuwa na heshima wala oga, yalikuwa ya mshangao tu. Mama muuzaji alisimama kumtazama. Hakujua aanze wapi. Watu kama hawa hawakula chakula chake mara nyingi. Alijisikia mdogo, kana kwamba chakula chake hakikuwa cha hadhi yake. "Karibu," alisema kwa sauti ya aibu. Bwana Malik akatikisa kichwa, akatabasamu kwa upole. Tabasamu hilo lilivunja ukimya. Watu wakaanza kuendelea kula, lakini macho yao bado yalikuwa yanamfuatilia. Hakujua bado, lakini uwezo wake pale ungeacha alama mioyoni mwao, si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya kile alichokuwa karibu kufanya. Mandhari ya nne, kuketi kwenye kiti cha mbao. Bwana Malik aliketi kwenye kiti cha mbao kilichochakaa, kikitoa sauti ndogo ya kulalamika chini ya uzito wake. Alivua suti yake la suti, akaliweka pembeni kwa uangalifu, kana kwamba hakuwa tena katika ulimwengu wa mikutano na mikataba. Sahani ya plastiki iliwekwa mbele yake, ikifuatiwa na kipande kibwa cha ugali na sukuma wiki iliyong'aa kwa mafuta kidogo. Hakukuwa na mapambo wala ladha za kifahari. Ilikuwa chakula halisi, cha kawaida, cha watu wa kawaida.
Alitazama sahani yake kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, hakuharakishi. Hakukuwa na simu inayolia wala ratiba inayomsukuma. Alikuwa pale kikamilifu. Alipochukua ugali kwa mkono, alihisi joto lake likipenea kwenye kiganja vyake. Joto hilo lilimpa hisia ya uhai. Watu waliokuwa karibu waliinua macho yao kwa mshangao zaidi. Hakuwa anatumia kijiko cha fedha, wala hakuogopa kuchafua mikono. Kwa muda huo mfupi, Bwana Malik hakuwa bilionea. Alikuwa mwanaume tu, aliyekaa barabarani, tayari kula chakula kilichobeba historia ya maisha yake. Mandhari ya 5. Tonge la kwanza. Tonge la kwanza la ugali lilipogusa ulimi wake, Bwana Malik alifumba macho polepole. Ladha haikuwa ya ajabu kwa ulimwengu wa leo, lakini kwa moyo wake ilikuwa kama dhahabu. Sukuma wiki ilikuwa na chumvi ya wastani, ugali ulikuwa mzito na moto, kama alivyopenda. Mawazo yakamrudisha nyuma, alipokuwa kitoto aliyelala njaa siku nyingine, lakini alipokula, alikula kwa shukrani. Alikumbuka mama yake akisema, chakula hiki ndicho kitakufanya usimame kesho. Macho yake yakachafuka kwa hisia. Watu waliokuwa wakimtazama waliona kitu cha ajabu. Mwanaume huyu alikuwa anakula kwa furaha ya akili, si kwa mazoea. Alichanua taratibu, akifurahia kila tonge kana kwamba halitarudi tena. Mama muuzaji alitabasamu kwa aibu, akasema, ni chakula cha kawaida tu bwana. Bwana Malik akafungua macho, akamwangalia kwa upole. Hakuna chakula cha kawaida, akasema, kila chakula kina historia. Maneno hayo yaliingia moyoni mwa mama yule, hata kabla hajaelewa kikamilifu. Alijua tu, leo kibanda chake kilikuwa kimepokea mgeni wa kipekee. Mandhari ya 6. Mazungumzo ya kimya. Kulikuwa na ukimya wa ajabu uliotanda pale. Hakukuwa na muziki, wala kelele za magari. Ni sauti ya upepo na watu wakichanua chakula chao. Bwana Malik aliendelea kula polepole, akiinua macho mara kwa mara kuangalia watu waliomzunguka. Mama muuzaji alisimama karibu, akifuta mikono yake kwenye apron yake ya zamani. Alitaka kusema kitu, lakini hakujua aanze wapi. Alikutana na wateja wengi maishani, lakini si wa aina hii. Umefika mbali? Aliuliza hatimaye. Ndiyo, akajibu Bwana Malik kwa sauti tulivu. Lakini nilianzia hapa. Mama akatabasamu bila kuelewa kabisa. Kwake, macho yake hayakuwa lakini sauti yake haikudanganya, ilikuwa sauti ya mtu aliyebeba kumbukumbu nyingi. Watu waliokuwa wakila waliinua masikio yao. Mazungumzo hayakuwa marefu, lakini yalikuwa na uzito. Hakukuwa na kujisifu wala kutaja mafanikio. Ilikuwa ni mazungumzo ya kibinadamu, rahisi, ya kweli. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Bwana Malik alihisi kusikilizwa kama mtu, si kama cheo. Na hilo lilimpa amani ambayo pesa haiwezi kununua. Mandhari ya 8. Mtoto wa barabarani. Mtoto mdogo alisimama umbali kidogo, macho yake yakitazama sahani ya Bwana Malik kwa hamu. Alikuwa amevaa nguo zilizochanka, miguu yake ikiwa imejaa vumbi. Hakusema neno, lakini njaa ilionekana wazi usoni. Bwana Malik alimuona, alimkumbusha yeye mwenyewe alipokuwa mdogo, akisimama pembeni akitumaini mtu angemuona. Bila kusema neno, alimsogezea sahani. Njoo ule, alisema kwa upole. Mtoto alisita, akamtazama mama muuzaji. Mama akatikisa kichwa kumruhusu. Mtoto alikaa, akaanza kula kwa haraka kana kwamba chakula kingetoweka ghafla. Watu waliangalia tukio hilo kwa kimya. Hakukuwa na kamera, hakuna makofi. Ni tendo kawaida, lilikuwa na maana kubwa. Bwana Malik hakuhisi kupoteza chochote, badala yake alihisi kama amepata kitu. Alimtazama mtoto akimaliza chakula, akitabasamu kwa shukrani isiyosemwa. Ndani ya moyo wake, Bwana Malik alijua, hii ndiyo sababu halisi ya safari yake kusimama pale. Mandhari ya 9. Siri ya fichuka. Gari jingine jeupe la kifahari lilipofika kwa haraka ndogo, vumbi lilitanda hewani. Dereva alishuka haraka, uso wake ukiwa na wasiwasi na heshima. Samahani sana bwana, alisema kwa sauti ya chini, lakini iliyo wazi. Tumekuwa tukikutaka kila mahali, bodi ya wakurugenzi inakusubiri. Maneno hayo yaligonga masikio ya kila mtu, watu wakasimama,
Midomo ikafunguka kwa mshangao. Mama muuzaji akashika kifua chake. Bwana Malik alinyanyuka taratibu, akavaa koti lake la suti. Kwa mara ya kwanza, watu walimuona kwa macho tofauti. Yule aliyekula ugali na sukuma nao alikuwa bilionea, lakini yeye hakubadilika, hakujifanya mkubwa. Aliwatazama watu wote kwa tabasamu lile lile la mwanzo. Heshima yake haikutokana na hadhi, bali na unyenyekevu aliouonesha. Mandhari ya 10, machozi ya mama. Bwana Malik alipotoa pesa kumlipa mama muuzaji, alifanya hivyo kwa utaratibu. Kiasi kilikuwa kibwa kuliko bei ya chakula mara nyingi. Mama akatetemeka mikononi. "Hapana bwana, ni nyingi sana," akasema. "Hii si kwa chakula pekee, ni kwa heshima." Machozi yakaanza kumtoka mama huyo. Hakuwahi kuonwa hivyo.